Karibu tena katika darasa la mahusiano, na leo katika mahusiano tunaangalia tabia ambazo ukiziona kwa mpenzi wako basi zikupatie majibu ya kwamba uko na mtu ambaye ni sahihi, ana upendo wa dhati kwako na kuna malengo makubwa mnaweza mkafanya pamoja. Unapoziona dalili hizi kwa mwenzi wako, basi kitu ambacho natakiwa kukifanya ni kutengeneza mazingira ya kumfanya mtu huyo abaki kwako siku zote. Dalili ya kwanza kabisa, ukiwa na mtu ambaye anakujali sana wewe, basi fahamu huyo ni mtu sahihi zaidi kwa upande wako. Na kujali kuko kwa aina mbili, lazima ufahamu hilo. Kuna kujali kwa kitu, alafu kuna kujali kwa utu. Yaani kujali kwa vitu ni pale ambapo una shida fulani anakununulia, unahitaji fulani anakupatia. Hapa tunasema anakujali kwa vitu Lakini kuna kujali kwa utu, yaani pindi ambapo unapata changamoto ambayo haihitaji pesa, lakini inahitaji uwepo pale umfariji, unahitaji uwepo pale kutengeneza furaha yake, unahitajika uwepo pale kuwa naye karibu muda wote, kuhakikisha kwamba anatoka katika hilo tatizo na kuwa mtu wa kawaida. Huko ni kujali kwa utu. Sasa ukipata mtu wa namna hiyo ambaye anakujali katika nyakati zote, basi fahamu huyo ni mtu sahihi kwako. Lakini tabia ya pili, anakuheshimu na anajiheshimu yeye mwenyewe. Uko na mtu ambaye anakuheshimu sana, unachomwelekeza bwana, hiki kitu hapana, sikihitaji, nahitaji upite hivi, basi anaacha mara moja, anafata vile ambavyo wewe unasema. Ukimwelekeza kitu hiki badilika, anabadilika. Hiyo ni heshima, kwa sababu anakusikiliza, na kama angekuwa kuheshimu basi asingeweza kukusikiliza. Lakini heshima inaanzia kwa mtu binafsi. Kama yeye mwenyewe anajiheshimu, anavaa vazi la stara, anajua nini anaongea, ulimi wake auzuie vipi, anapoongea na wewe sauti yako ipoje, basi kama unaona huko kote anapita vizuri, basi fahamu ya kwamba huyo mtu anafanya hayo yote sio kwa sababu tu ya vitu vingine, bali ni upendo wa dhati ambao uko kwako. Mtu yoyote ambaye anakupenda basi lazima atakuheshimu kwa namna yoyote ile. Lakini tabia ya tatu, anatenga sana muda kwa ajili yako. Lazima apate muda kuwasiliana na wewe, apate muda kuongea, apate muda kuchati, apate muda kukujulia hali, lakini apate muda kukaa na wewe, kuwa karibu na wewe, kujadili vitu fulani. Kuna wale watu ambao wanasema mimi niko na mpenzi bwana, lakini mtu mwenyewe mawasiliano ni shida hadi umlazimishe. Yaani umekuwa ni mtu wa kumlalamikia mwa mtu mwingine kila wakati. Hivi kwa nini haunitafuti? Kwa nini natuma meseji zangu haujibu? Kwa nini meseji asubuhi unakuja kuijibu saa hii? Kwa nini nikipiga simu iko busy all the time? Kwa nini nikipiga hauongei? Ukiona hivyo, maana yake hana muda na wewe, na kama hana muda na wewe, maana yake kuna mtu mwingine anampatia huo muda, anampa heshima hiyo, na anajua kujali hisia zake huyo mwingine, lakini sio wewe. Kwa hivyo unapoona mtu anatenga muda kwa ajili yako, usije ukasema da, hili jamaa ni fala hili jamaa bwana halina kazi ya kufanya, yaani kila muda tu anachati na mimi, kila muda anatafuta. No, anakutafuta, anakujulia hali kwa sababu anakupenda, kwa sababu anakujali, kwa sababu anatambua thamani yako, lakini kwa sababu anakupa kipaumbele kama mke au kama mume katika maisha yake. Kwa hivyo kama mtu anatenga muda kwa ajili yako, basi jitahidi na wewe uweze kutenga muda kwa ajili yake, kwa sababu mapenzi ni nipe nikupe. Usije ukatarajiwa au kutarajia kupewa kila wakati. No, mapenzi hayako hivyo. La, ya mapenzi utoe na yeye pia atoe. Lakini tabia ya nne, kukuonesha sasa kwa vitendo ya kwamba anakupenda. Na hapa ndipo kuna changamoto. Watu wengi wanatuambia wanatupenda kwa maneno, lakini wanashindwa kutuonesha kwa vitendo.
Yaani kila wakati naingia message tamu, najua baby wangu nakupenda, bila wewe siwezi kufanya chochote, please naomba uwe karibu yangu. Maneno matamu lakini haya maneno matamu yanatakiwa yaendane na vitendo vitamu. Nakupenda sawa, kesho amekuja kwenu, umeona kaleta barua ya posta, tunasema wow, huyo mtu yuko serious, ananipenda na ananionyesha kwa vitendo. Nakupenda sawa, nimepata shida fulani, umekuja kwa ajili yangu, pole. Hata kama hauna kikubwa, ukatoa kile kidogo chako, na kama hauna kabisa, lakini ule uwepo wako sehemu ile ya kwamba nimefika kumuona mpenzi wangu anaumwa, hata kama sina, lakini nafasi yangu kuwepo pale, basi ni ishara tosha ya kwamba nimemjali mpenzi wangu. Kwa hivyo anayekupenda atakuonesha kwa vitendo na sio bla bla za maneno. Kila wakati maneno matamu, lakini vitendo vinavyoendana na hayo maneno hakuna. Lakini jambo la mwisho, utaona malengo yanatimia na mnachopanga kinafanyika. Kuna watu wapo katika mahusiano wao, kila siku ni mwendo wa kujadili malengo, lakini miaka inapita, hakuna hata kitu kimoja ambacho kinatimia. Kila siku ni watu wa kubishana, kugongana, kupigana, kukwepana, ni vitu kama hivyo. Sasa ukiona hapo katika mapenzi kama hayo ni mapenzi ambayo ndani yake malengo hayatimii. Kama malengo hayatimii, hakuna haja ya mahusiano. Siku zote nasema hivyo. Yaani unapoingia katika mahusiano alafu lengo la ndoa likawa halitimii, basi hayo mahusiano hayana maana, kwa sababu yatakuwa ni yale mahusiano ya kufanya dhambi ya uzinifu kila siku, na mwisho wa siku ndoa haipatikani. Kwa hivyo kwa wewe ambaye umebahatika kukutana na mwanamke ambaye ana tabia hizi, au mwanamume ambaye ana sifa hizi 5 ambazo nimezitaja, basi na wewe unatakiwa utulize kichwa chako, umpende mtu huyo, umjali, umheshimu, tenga muda kwa ajili yake, muoneshe kuwa unampenda, lakini timiza malengo ambayo umeyapanga, hasa yale ambayo yako ndani ya uwezo wako. Usijilazimishe kufanya kitu ambacho ukiwezi, lakini kwa yale ambayo unayamudu, basi hakikisha unayafanya, ili mradi kuweza kumtengeneza mwenzi wako naye aamini ya kwamba niko sehemu ambayo ni salama. Kwa kusema haya, asanteni sana kwa kunisikiliza. Kubwa usisahau tu kusubscribe katika chaneli hii, lengo kila makala nitakayokuwa naitoa, basi wewe uwe wa kwanza kabisa kuweza kuipata.